Niliwahi kuwa hapa chini hapa Mazanga, nilipopita nikaona hii nyumba, lakini sikuwa najua ni mwenyewe ni nani. So wakati nimetumiwa picha na huyu mheshimiwa Mbulwa, akaniambia kuna usaidizi huko chini na kuna mama na mzee wanaishi kwa nyumba, na wakati wa mvua inaweza waangukia na nyumba ya nyasi. Nikasema nitakimbia nikipata kitu kidogo nikuje tusaidiane, na tumeharakisha na timu yangu pia ikakuja, ndio maana wanashughulika nyumba karibu inaisha. Anaishi hapa ndani na watoto 5 na wajukuu 2 au ni 7 pamoja na mzee au ni 8 na 4 dirisha. Ndio maana tunajaribu kwamba hata tukiwa hapa duniani tujaribu mazingira ambayo watu wanaishi wengine, hata kama ni watu wa chini, ikuwe sawa sawa. Nilikuwa na shida ya nyumba vile tu mkiona hivi. Nimeishi hapa karibu miaka 4 hivi, lakini nikiomba usaidizi hakuna mtu. Mheshimiwa Mwasa, nakupatia tu na kupongeza. Watu wamenichekelea kweli na itu nyumba yangu, lakini naomba Mungu amekurehemu wewe, umenichengea nyumba, ndio hiyo leo nitalala vizuri. Ni miaka mingi kuishi hapa na mimi sina kazi. Kazi yetu ni kukatia hii West Kenya miwa. Na unaweza kata, alafu unapata kwa siku shilingi 170. Sasa hiyo 170 inatakana korokoro moja ni 150. Sasa nilifanyia hapa nikashindwa, nitafanya na maana gani ndipo niweze kujenga nyumba. Na mrudisha shukrani ili ajengee mtu mwingine. Matatizo la kwanza tu kwa hii kijiji yetu ni mambo ya barabara. Ukiona mambo ya barabara, hata hii nyumba ya ndugu yangu kufika hivi ni shida tu ya barabara. Hakuna hata MCA, hakuna mpunge mwenye anaweza access afike hapa. Kitu ya pili ni shida ya stima. Unaona Makali ataenda mahali kwenye kuna stima ndaongee wakimpika nini vitu kama hizo. Kitu kingine upande wa masomo. Hapa kazi yenye watu wanafanya hapa ni kupanda mboga, kupanda miwa. Mboga yenyewe watapanda, lakini ndo utoe mboga huko chini ufikishe soko ndo ifika Harambee. Shida. Itakuwa imekuchukua muda.